mwinjilisti wa vitabu. Amekuwa nini? Mwinjilisti wa vitabu kwa sababu ni credential, ni mtu ambaye sasa kazi yake ni hiyo. Kwa hiyo sasa kwa sababu ameshakuwa mwinjilisti ndio kazi yake, kwa hiyo atakuwa tu anakuja lazima kwa sababu ni cheti cha tatu huyu. Lakini huyu anayeanza anaweza akaja akaacha, ikifika Novemba mvua zikishanyesha tu, mvua ikidima, anaacha mkoba shambani huko wa 12, wa kwanza, wa pili, wapi huko wapi, hakuna ununua vitabu. Lakini cheti cha tatu kwa sababu ndiye kazi yake, yeye ataendelea na kazi kwa sababu analazimika kutoa taarifa, anahudumiwa kama mchungaji mwinjilisti wa cheti cha tatu. Kwa hiyo ukifungua mahali ambapo panapata time na cheti cha kwanza, wakati wote hilo duka linaweza likafa, likakosa taarifa, likakosa vigezo. Na ndio maana sera inaelekeza duka lifunguliwe mahali ambapo pana mwinjilisti wa namna hiyo. Lakini kwa ajili ya huruma, hapo sasa naomba nisikilize tena. Kwa ajili ya nini jamani? Kwa ajili ya nini? Ya huruma ya viongozi. Wakati fulani tunaita kujiongeza. Hata mimi nimefanya makosa mengi kwa huruma na kusema kwamba tujiongeze. Jamani, tunafanyaje? Watu hawa wako mbali, wako Kiteto mbali, wako huko, tunafanyaje? Tunakwambia hivi, labda kutakuwa na msukumo, labda yani kanisa mchungaji na nini watahamasisha ili hata hao ambao wanaokana cheti cha kwanza waingie cha pili wakifanya hivi, labda itakuwepo nguvu kwa ajili ya huruma na kusema kwamba na watu wanalalamika sana, hicho wanasema tupeleke duka, tuweke hivyo. Kwa ajili ya nini? Imani, kwa ajili ya nini jamani? Kwa ajili ya huruma. Lakini hiyo huruma ina gharama kubwa, kwa sababu duka baadaye linafungwa. Baadaye unapoangalia kule mahesabu, hivi gharama tunayoitumia Kiteto, duka la Kiteto na kile kinachoingia inawiana? Watu hawa taarifa ya mwisho wa mwezi wameingiza shilingi 50,000, 30,000, 20,000. Halafu tumepeleka nini? Halafu gharama ya kutuma maboksi, kuna mtu alikuwa Azizi kule kwetu kupeleka maboksi Msama, gharama ya kutuma Kiteto, gharama ya ABC, gharama za kulipia kodi ya pango la duka lipowekwa pale, maana pata unalipa nini? Pango la nini? Gharama zingine zote hivi kwamba hivi mimi nilikuwa kichana, kwa na akili timamu mimi nisikuanzisha kupeleka duka pale. Hivyo wewe uliona. Kwa hiyo unakuta unaingia kushikwa wapi? Sijui kama mnanielewa pendo. Kwamba hivi uliona hivi. Niliamini kwamba kazi itafanya nini? Kumbe yeye mnyororo kukiwa na ubaridi huku kanisani. Hamasa ndogo ya kusambaza machapisho. Huko wainjilisti wamerudi nyuma. Hawamelala usingizi. Hata tukifanya hivi kwa hali hiyo, kuna kuwa na maumivu makubwa. Kwa hiyo katika upangaji wa kazi, wakati fulani tunafanya makosa, hata katika viongozi tunafanya makosa ambayo unaona haya ni makosa. Kupeleka duka mahali ambapo itafanya nini? Itakufa. Sasa kwa nini nasema hivi? Na hata sasa tunapozungumzia Kibaigwa hapa, bado nikiangalia sifa, ninaangalia kwamba hivi unapelekea kina nani? Hivi kwa nini unataka kufanya hivi? Mbona hii haikai? Yaani inabidi waache tu waendelee kwenda Dodoma huko, wakiteto wote waende Dodoma. Wapi wote waende Dodoma, kwamba yeye bakia tu na moja hivyo, waende huko mpaka utakapopata mwamko. Vinginevyo ukianzisha hapo, maana pia hii ni kazi ya Mungu, lakini pia ni biashara. Maana inatumia nini? Fedha, ni business. Hii ni biashara pia. Maana kitabu pia kina haki, sio tu tunaongoa roho, lakini pia kuna gharama mbalimbali ambazo zinatumika. Nimetumia muda mdogo pastor, nimetumia muda mwingi. Sijui kama nimesahau nilichokuwa nataka kufanya. Sasa nimejaribu kugusia machache katika duka. Kwa hiyo tumekusanyika hapa kwa ajili ya kupokea mpango. Tumetafakari, tumekaa kwenye vikao juma iliyopita, hata katika juma hili tufanyeje juu ya Kiteto? Tufanyeje juu ya Kibaigwa? Tukipima na kuangalia kazi, mwisho tukaje tuna mpango kwamba pamoja na changamoto inabidi duka la Kiteto lihamie Kibaigwa. Ili Kibaigwa, yani Kiteto na Kibaigwa iwe moja, tuliweke pamoja ili yani
ili iwe namna yoyote ya kusaidia kazi pengine barabarani. Na ndio mambo ambayo tunakuja nao mchana. Nitausema sana na mnavyoweza kufungua duka hili la hapa, lakini nimegusia kidogo ili tuweze kuona picha kamili ya changamoto tunazokuwa nazo tunapofikiria kufungua duka. Baada ya kusema haya, niwakaribishe katika ibada mchana. Nitaomba wote tuweze kuwepo katika kuelekezana na kufanya hili linalohusiana na duka hili, na mwisho wa ibada tutakuwa na maombi kwa ajili ya kuuza duka. Lakini basi mchungaji alinipa jukumu hapa kwamba kabla hujahubiri pastor, tuombe kwa ajili ya wanafunzi. Naona nafanya ratiba ya program inayoambia sabato iliyopita nilipokuwa Shinyanga, nilikuwa na kipindi cha maombi hivi kwa ajili ya kuombea wanafunzi wa form 2. Na leo tena Mungu ameniita tena niombee wanafunzi wa form 4. Naomba wale mnaojiandaa kwa tena form 4 mweze kuja hapa mbele. Wote ambao tunajiandaa, Mungu atusaidie katika mitihani ya form 4 ya mwaka 2025 inayokuja. Tusimame hapa tuangalie kanisa kwanza. Naomba tuangalie kama kuna walimu, naomba walimu pia waweze kuja, walimu wa sekondari walioko hapa waweze kuja pia. Walimu wote sekondari ndio muungane na vijana wenu hapa katika haya maombi. Walimu wote sekondari tuje hapa. Asante kwa kuja, na mimi na walimu wanakuja. Walimu wote wa sekondari walioko hapa wale pamoja na vijana wenu hapa, tunapoomba ili tuweze kuwa pamoja. Wapendwa, kwa nini tunaomba? Kwa nini tunafanya programu hii? Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2, nasoma mafungu mawili kabla tujapiga magoti na kuomba. Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya ya kwanza na aya ya 2, naomba nizisome, ndio tutafika mpaka aya ya 3. Neno la Mungu linasema hivi: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Bwana asifiwe sana. Kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na ustahivi. Hili ni zuri na kukubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Tumepaswa kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi yafanyike. Tumewaita kwa ajili ya kuelekeza kwa Mungu wetu ambaye ndiye anayeweza kutuongoza katika mitihani tunayokwenda kuifanya. Alifani mtunga mwenye hekima Suleiman anasema katika Methali 3:5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Ninawaita vijana wetu kumwamini na kumtegemea Mungu. Ukiingia katika chumba cha maombi, kabla hujaanza kuandika mtihani wako, kabla hujafungua karatasi, usikimbilie haraka kwenye karatasi soma maelekezo ya mtihani na nini. Lakini jambo la kwanza, mwambie Mungu asante kunipatia nafasi ya kuhudhuria mtihani. Nikumbushe yale yote ambayo nimesoma kwa muda wa miaka 4. Roho wako Mtakatifu nikumbushe, nisaidie ninapoanza kuandika, nipatie wepesi, nifanye vizuri, pata utulivu, amani, na Bwana atakuongoza kufanya mtihani wako vizuri. Lakini pia muombe Mungu msamaha pale ambapo ulizembea popote pale. Mungu akusamehe, nafanya kile unachoweza na Mungu akukumbushe ili uweze kufanya mtihani wako vizuri. Mungu atubariki. Tupige magoti tuweze kuomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, mbele yetu hapa tuna vijana wako, tuna watoto wetu ambao wamekupigia magoti katika maombi haya, wakikuomba Mungu wa mbinguni wawezeshe kufanya mitihani yao ya kidato cha 4 kuja katika juma lijalo, wafanye kwa mafanikio ili waweze kufaulu. Ninakuomba Mungu wetu wa mbinguni unayesikia maombi, wewe ambaye unasema tusitegemee akili zetu, tutegemee uwezo kutoka kwako, wasaidie kukuamini na kutegemea. Kama kuna makosa walifanya huko nyuma wakazembea, Baba wasamehe, na muda uliobakiwa matayarisho wakumbushe majira wako Mtakatifu mambo waliojifunza. Na watakapokwenda katika vyumba vya mitihani, watangulie kuomba wewe.
watakapoandika mitihani yao waandike kwa kuongozwa na Roho wako Mtakatifu. Tena kwa kuwa tumewaombea, muepushe na hila mbaya. Maana kuna wengine wanaingia katika vyumba vya mitihani wanaanza kutegemea akili zao wenyewe, na wengine wanakuwa sio waaminifu, wanaibia majibu, wengine wanaingia na vitu ambavyo havitakiwi katika vyumba vya mitihani. Baba, hao kwa kuwa tumewaombea, naomba waende kwa kutegemea na kuamini wewe Mungu wa mbinguni, na wafanye mitihani yao kwa ushindi. Akaposikia matokeo na kuona vijana hao wamefaulu, tutalitukuza jina lako. Tunaombea na walimu hao ambao wengine wameungana pamoja nao katika ibada hii ya maombi wakiwaombea. Walimu hao nao tunawaweka mikononi mwako. Wasaidie na familia zao katika kazi zao kama walimu, ili waendelee kufurahia matokeo ya kazi yao wanapoona vijana wao ambao wanawafundisha wanafanya vizuri na kufaulu. Tuongoze katika ibada hii inayoendelea katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi tunaposimama tukaiwa tana kwa shike mkono na kuwatakia baraka. Wewe mkurugenzi tunajana, shike mkono kuwatakia baraka. Na viongozi wa kanisa wachache watapokuwa wanarudi, ndio kwa msao pale shike mkono ya baraka watapokuwa wakirejea. Nataka kumwona Yesu moyoni mwangu. 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 Moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu. Nataka kumwona Yesu moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu. Nataka kumwona Yesu 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 moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu. Nataka kumwona Yesu moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu. Nataka kumwona Yesu moyoni mwangu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, kila Sabato tunapokuja kwenye ibada huwa kuna kipindi cha ibada kuu, kipindi cha mahubiri. Na sasa katika ibada hii tunahitaji kuisikia sauti yako katika kipindi hicho. Tunaomba tufanye tuweze kuisikia sauti yako katika jina la Yesu. Amina. Mpendwa, mchana wa leo ninalo somo ambalo Mungu aliyetuleta katika ibada ya mchana wa leo anapenda tuweze kutafakari. Lina kichwa cha habari kinacho